no wagikoro bare rio huritwo nene ya muthuri mukiurania mukirwira bedroom ona mutirarwira set sitting murarwira bedroom na kiria murarwira ni obvious, then you are doomed. In every move of your life, whatever you are seeing is not a problem. The challenge you are facing today is not a problem. The place you are at today is not a problem. The problem is behind. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona ubwa wachana nayo, is not a problem. Mwenye ubwa ako. Hakuna maana, hakuna jinsi ubwa itakuwa mwenyewe akose. Bwana Yesu sana. They came for their properties and they took everything. Niliwachwa hivyo. Hapo ndio nilijua, hapo ndio niliregret. If there is a time I ever regretted becoming a Christian, that was the day. If there is a time I regretted, alafu sasa kule nimerushwa nje na huko sasa nimerushwa nje. Sasa hakuna mahali pa kutembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Polisi ndio hao bado hawajaniamini. Makanisa hawajaniamini. Watu wa jamii hakuna mtu alitaka kuniamini. Then I was isolated and left alone to walk alone. Leo nataka tuzungumzie kwa undani kidogo how to overcome your limitation. Kwa sababu nimeona watu wengi sana ile maisha ambayo tunaishi sio maisha yetu. We are not living in our own life, the life that you are supposed to be living. Tunaishi maisha ya wenyewe. Tumezuiliwa kufaulu. Tumezuiliwa kuenda kwenye level hiyo nyingine. Kwa nini? Kwa sababu hatujijui. Kuna watu wengine wamekuwa kinipigia simu na wana complain. Kwa nini? Kwa sababu amekuja hapa kanisani lakini alipotoka kule alienda kama moyo wake umeumia. Alienda kama yeye mwenyewe hakufurahia. Ni kwa nini hakufurahia? Kwa sababu kuna kitu kilifanyika hapa ambacho hakikumfurahisha. Na hicho kitu ambacho kilifanyika hapa hakikumfurahisha, sababu yake ilikuwa moja. Hiyo kutofurahi kwake. That was the reason. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo kutofanya nini? Kutofurahi kwake. Hiyo ndio reason ya hiyo kitu ifanyike. Ndio akasirike, aondoke, maana anaenda kukaribia kupenya. Every time unaenda kukaribia kupenya kuenda katika ulimwengu ambao Mungu alipanga, katika mipango ya Mungu, katika kufaulu kwa Mungu, there is always something that will be triggered. Ikuje ikufanye ukasirike uondoke mahali hapo. Wakati uko karibu kuvuka kwenda hapo kwingine, ndio unasikia kuna jambo fulani limetokea. Na katika hiyo jambo limetokea, unakasirika unaondoka. Kumbe kesho yake ndio ulikuwa ubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe kesho yake, wiki hiyo inakuja ndio ilikuwa wiki ya baraka yako. Kumbe wiki hiyo ingine inakuja ndio ilikuwa siku ambayo Mungu alikuwa akutane na wewe. Lakini kwa sababu umekuja, umeatakiwa, umegogwa, instead ya wewe kuvumilia kwenda na safari hiyo mpaka utoboe, unakasirika, unasema ona huko digosha ukagoka, unaenda kwingine. Mahali utaenda, you will start afresh. Kama hiyo process ulienda 1 year, ama ulienda 5 years, ama ulienda 10 years, you will start afresh for another 10 years. So ni vizuri kuelewa ni vitu gani vinakujaga wakati unataka kuvuka, inakuzuia. Maana ni kitu triggered, kimepangwa tu. Ukijaribu kuinua mguu kidogo hivi, kuna kitu kitatokea kikuzuie. Maana plani yao wameambiwa ya kwamba huyu mtu asipite hapa. Kuna familia ambazo zimewekwa ziko na limitation. Na hiyo limitation imekuzuia, hauwezi kuvuka mahali huko. Limitation, kuna familia wanafikishaka shilingi 1,100. Akijaribu apitishe 1,100 na shilingi 1, ile vita itatokea kwa hiyo nyumba, huwezi ona. Ile magonjwa itakuja, hauwezi ona. Ile accidents zakuja, provided tu umepitisha shilingi 1. Maana kuna maagenti wa shetani ambao wametengenezwa purposely kuangalia destiny. Angels that control our destinies. Kazi yao ni kuzuia kusitokee ama usiende ufike ngambo ile nyingine. The demons, tunaita demons of destiny. Their work is to make sure you don't go to the next level. Hazikushughuliki na wewe. Kama gari si destiny yako, watakubatia, hawatakuzuia. Kama nyumba si destiny yako, utakuwa na nyumba. Kama kazi si destiny yako, kazi utapata. They don't stop you. But the day wewe ni nabii, the day nitashika mchupa hivi ni kumwagilia mafuta, ndio unajua kumetokea vita. Utapigwa center left right. You will never be given peace. You will never have peace at all. Kwa sababu the demons
of destiny, they only monitoring you when you are about to get kuvuka kwa ile kakamba. Bwana Yesu asifiwe sana. When you are about to succeed, when you are about to get into your destiny, driving a nice car does not mean you are into your destiny. Owning a piece of land does not mean that you are in your destiny. Having a good job does not mean that you are in your destiny. Kuwa na kazi mzuri sio kumaanisha umefika kwenye destiny yako. Kuwa wewe ni muimbaji sio kumaanisha ati umefika huko. Kuwa wewe ni nabii si kumaanisha umefika kwenye destiny yako. Destiny yako ni ile program Mungu ameseti kwako, that ukitoka kwa hapa utaenda kwa hii, ukitoka kwa hii utaenda kwa hii. Pia upande ule mwingine wanaweza program to counter the program of God. Kama ni wanajua unapenda raha sana na Mungu amekuahidia kuna siku moja atakupatia gari mzuri Prado, hawa jamaa watapaga watakupatia Harrier. Si Prado na Harrier zinafanana? Unasema hii pia ni gari. Unaenda huko, you have lost it because the plan of God was a Prado, but the plan of the devil wamekuletea a replica, something similar to the plan. Bwana Yesu asifiwe sana. Me, I was not born to become a Mungiki leader or a Mungiki member, but I was born to become a liberator, a Moses of the generation, a Joshua of the generation. But what happened? They brought Mungiki and glorified Mungiki through me. Then I felt I'm a commander. I felt I'm a general. I felt I'm somebody so powerful. And I could not hear anything. Kama kuna mtu alitukana Jesus Christ, it's me. Tulikuwa tunamuita mtoto ya maraya. Tulikuwa tunamuita mwizi wa bao. Tulikuwa tunamuita conman. I cannot, you see, we called him every name. We hated him passionately. Na nilikuwa nafanya makrusedi. Tano mkubwa pale Kariakoo tukiwa na gonya wakakonya tukisema hako ni kamuisi kamusugu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kamusugu nani nakahubiri saa hizi? Ni mimi. After I retraced my traits, after I retraced myself, nikajipata, nikajijua. Sasa nimerudi nyuma. Lakini kurudi kwangu nyuma ilifanya nini? I was taken back to ground zero. Bwana Yesu asifiwe sana. I had a following of 4 million people. Do I have it now? No, you have to be taken back down ndio uanzishwe upya. Na ndio nawaambiaga watu wakati Mungu ameanza kufanya kazi na wewe, kubali tu utengenezwe, kubali tu. Hata kama jina yako ni kubwa, hata kama unaojiona ulikuwa kwenye level ya juu sana, kubali tu utengenezwe vizuri kwa sababu utachogwa. Kuna mahali kulikuwa mkitokea manyama zingine zimekaa huko, zitachogwa. Kuna miti zingine zilikuwa zimemea huko, zitang'olewa. Kuna zingine zilikuwa zimemea kwa masikio na kichwa, zitang'olewa. So you have to sit down and allow the process of God to happen in your life. You have to sit down and allow God to model you, akutengeneze tena upya, akuumbe upya. Maana lazima hauwezi kuwekelewa kwenye mzingi wa zamani. Mimi wakati niliondolewa kwa Mungiki kisha nikabomolewa kila kitu. Magari zangu nilikuwa na magari a fleet of cars. Magari mingi mpya, Mercedes, Prado zilikuwa nikitembea kesho leo ninatembelea Mercedes 7, kesho nitatembelea Prado 7. Zilikuwa gari kwa wingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini they grounded me, hizo gari zote zilichomwa, nyumba zangu za kifahari zilichomwa na pesa nilikuwa nimetengeneza mingi. Mungu sijui kama ni Mungu ama ni shetani zilisababishwa tukaenda tukainvest mahali kwingine milioni 350 zikachomeka na one day nikakuwa bega. One day nikaingia hapa kwa matatu hapa Railways. Siku hiyo nilikuwa railway walikuwa tunapaga laini inaenda hivi kama Monyogoro, inaenda hivi. Unakaa kwa laini 2 hours ukipagia gari. Kufika huko, nikifika kuingia kwa gari nasikia makaga hauingii na milango yote inafungwa. Nikawauliza kwa nini? Wakasema wewe ndio sababu hauwezi bebwa na hizi gari. Kwa nini? Si wewe unajijua. Tukibeba wewe watu huko ndani. Sasa wanasema tukibeba wewe na watu huko ndani, watu watatoroka. Kwa hivyo mimi si mtu. Wanasema tukibeba wewe tu huko ndani. Ni kumaanisha nani? Wale ndio watu. Mimi ni nini? Hawakuwa wananiona kama mtu, walikuwa wananiona kama mnyama. Kwa hivyo magari zote za railway zikafugwa. Ilibidi nitembee mguu kutoka hapa mpaka Dagoretti Corner pale. Ndio kufike saa 3 usiku ndio niingie gari bila wao kunijua. Nilipoingia kwenda Karen, makaga kuja kulipisha kaona ni mimi. Alirudi nyuma polepole akaambia driver, "Ego huko." Gari immediately ikaendeshwa ikaingishwa ndani ya police station na wakafunga kwa wakatoroka wakaingia ndani ya police station. Polisi walitoka na mabuduki wakifikiria ni terrorist.
Kuja yule mkubwa alikuwa anaitwa Karioki, ni OCS wa Karen, akakuja akauliza, "Ni nini? Huyo wako hapo ndani." Wakakuja wakaangalia, "Nini? Huyo." Nilikuwa nimevaa kikofia nisijulikane. "Huyo ako na kofia." Kuja Karioki akakuja kaniuliza, "Kale we?" Nikamwambia, "Ni keki huyo." Ni dioi, kwa sababu hata mimi sikujua ni kwa nini gari imepelekwa police station. Mimi nilikuwa nafikiria mimi ni mtu wa kawaida. Kumbe waliona ni kimutu kiko hapo ndani. Maana sikuwa naruhusiwa kukaa na hapa. Hii Makaga aliniambia watu wakiwa hapa ndani wakuone ndani, unafikiria watakusema nini? Kwa hivyo wale walichukuliwa ni watu. Mimi sikuchukuliwa ni nini? Ni mtu. Nilichukuliwa mimi ni mnyama. Kufika pale wakapiga duru. Wakati nilichomoka, dereva na Makaga walijipeleka ndani ya police cell. Ndani nisiwaue, wote wanatoroka, mpaka polisi mzima yote ikajivugia ikatoroka. Hii nikatoka, OCS akaniambia toka. Nilipotoka akaniambia kaa hapa chini. Ilibidi nibebwe na gari ya polisi nipelekwe nyumbani. Maana hakuna matatu iwezi nibeba. Hakuna mtu anataka nikaribiane na yeye. Kwa nini? Mimi si mtu, wale ni watu. Siwezi kujeganishwa na nani? Kwa hivyo wakati unatengenezwa, kuna venye unaonekana kama wewe ni mnyama. Wakati wewe unaudwa na Mungu, ndio kwa sababu uko in the process of God making you. You don't look like you are. You look like you are an animal. You look like you are something that bad. Unaonekana ni kama yani watu watakuogopa. Maana kuna sura nyingine utawekwa. Ni sura gani? Sura ya kuchogwa. Mawe ikiwa kware, huwa inachogwa hainaga shape mpaka wakati itafika mwisho ndio iwekwe shape. Sasa kila mtu atakuona hivi anaona ni kitu kibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilibebwa na gari ya polisi. Kumbuka wakati polisi walikuwa wananibeba ni wakati nilikuwa criminal. Bwana asifiwe. Lakini sasa the police of Kenya imekuwa force wanipatie security, wanipeleke nyumbani. Mimi ambaye nilikuwa nasimama hivi barabara inajitengeneza. Mimi ambaye nilikuwa nakohoa tu Kenya mzima inaitika. Siku hiyo nilipata police security kwa sababu ya security yangu. Nikabebwa, nikapelekwa. Na pale nilipelekwa sikupelekwa kwangu, maana hata kwangu kulikuwa kumechomwa. Nilienda mahali nilikuwa nimeingia nyumba inajengwa. Unajua venye nyumba inakuwa imejengwa. Alafu wanawaacha na bado ni mwenyewe anaenda. Ni kinyumba kimoja niliingia ndani hapo. Nilikuwa nimetandika makaratasi na brageti nilikuwa nimeokota ya mtu kwa fence. Imagine a man who was driven by 7 cars under a tight security. Nilienda nikachukua brageti ile imeanekwa pale nje. Ikiwa wet nikachukua usiku, nikaenda nikaifanya yangu mimi. Because I could not find, nobody trusts me, nobody wants to see me, nobody wants to come any closer to me. So nilibadilika nikakuwa mwizi. Nikakaa kinyumba, nyumba zangu zote zimechomwa. Alafu nilichukua mikebe hii ya mafuta, mogorokoro hii kubwa. Hiyo ndio nilikuwa napikia chakula. Na ile chakula nilikuwa napikia, nilikuwa naenda nafanya nini? Nilikuwa naenda kwa shamba ya mtu nachuna mboga, sukuma wiki, ndio naenda nachemsha. Nakula peke yake kwa sababu siwezi kuafford kununua uga. That is the time when God is dealing with you. That is the time when God is working on you. When God is working on you, depending on the destiny that is upon you, then the force that he will use to deal with you is more powerful. Kwa nyumba ama neighbor hapo ati ulimwaga maji ikamwagika kwa sengege ya huyu mwingine ikaenda huko. Ati hiyo ndio vita ile uko nayo kubwa. Wewe enda uambie Mungu akuondolee aibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Abia Mungu tu akuondolee aibu. Ati kama vita zako sasa mnapigana na maneiba, mnangangana na Makaga, ati Makaga ndio challenge kubwa hapa ni Makaga akikuita maraya hii. Wewe abia Mungu niondolee aibu, nipatie vita mzuri, vita mzito kidogo. Because kama ni Makaga inakutusi, anointing yako imeishia kwa Makaga. Hakuna mahali bali unaenda, utaishia tu hapo. Bwana asifiwe sana. Lakini ukisikia uzito, Kenya mzima imeamuka, inapigana na wewe. Dunia inapigana na wewe. Watu jamii wanapigana na wewe. Community yote inasema wewe uuliwe. You have to, and that's the time you understand. The uzito ya maisha yangu ndio hii. This is where I'm going. No wagikoro bare leo huli tuonene ya muthuri. Mukiorania mukirwira bedroom. Ona mutirarwira set sitting. Murarwira bedroom. Na kile murarwira ni obvious. Then you jua you are doomed. Umepotea, hauna mafuta, hauna kitu. Wewe ni mtu tu utakuwa subua kwa kanisa. Hadi unakutaka tuko na masubua mingi kanisani. Na hiyo masubua mingi kanisani kwa sababu hawana kazi wamepatiwa.
Katika kitabu cha Luka 17 mstari wa kwanza mpaka 10 inasema hivi, then he said to the disciples, it is impossible that no offense should come, but woe to him through whom they do come. So what is the main objection? What is the main hindrance katika maisha yako? It is offense. First thing that will delay your miracle, first thing that will destroy you completely, it is the offense. That offense, that bitterness. Hiyo makasiriko unasikia kama utakula mtu. Hiyo makasiriko unasikia kama utaleta mtu chini. Unasikia mpaka kitu kinaigiaga hapa, kewaru bako unasikia huko kutapasuka. That offense. And unasema, unashika microphone kama unapiga chini na unatoka nje. Ama unaongea kineno. Si mnasikia kwa wakati mwingine naongeaga kineno mpaka naona mmeshika mdomo hivi. Lakini nyinyi wazuri mmenivumilia. Si kupenda kwangu. Muendelee tu kunivumilia mpaka niudwe. Ninaudwa. Nilikwambia mimi I'm only 80% now saved. 80%. Mkolino. Nidijana tawe. I'm only 80% saved. Kwa hivyo munivumilie tu. Hata mkisikia nimeongea kikitu, provided nisirudie tena. Usimeona sijarudia sana? Ya nimeenda. Sasa kuna ingine nitaongea ya hiyo level ingine. Na hiyo pia shika mdomo tu na univumilie. Na tena nikipita hiyo, niende hiyo ingine. Wewe tu usiye nimelipua. Wewe shika mdomo tu na uvumilie na uniobee. Bwana Yesu asifiwe sana, because it is through the offense they want to attack me. Because kule tulitoka kwa Mogeke, tulikuwa watu wabaya, tulikuwa watu wa vita, tulikuwa watu wa makasiriko, tulikuwa watu wa kufanya mavituko mbaya baya. Kwa hivyo offense had already been planted in me. By the time I remove it, itoke kabisa, tutokogiana na hiyo. Ugo mugireria resi. Bakaroda akaniuliza, kwa nini unatuambia sisi wote wanawake ni wabaya? Si wanawake wabaya na hakuna mwanamke mbaya, ni mimi. Neke gunyokera kia. Kiendaga mahoya. Ukahoera. Dina igunyo nyingi muno ha mutwe. Mukahoera piyo. Tikodoraga goko mukarigo. No muhonoku. We muhonoku hoera. Naigwa. We muhonoku re. Hoera tu kaigere ko mwathani ndakuhoya. Teithia ndungate no yaku. Mirunge ikare wega. Baka nani anaitwa Paulo akaona kamama kamwafuata mahali popote wanaenda wanahubiri, kamama kanakuja kanahujoria. Kana anahubiri, kamama kanakuja kanahujoria. Maana kamama kalikuwa kanafanya miracle, Paulo hakuwa akifanya miracle. The woman was on a mission and she knew I have to disorganize. Lazima nifute. Chochote wameandika ninakuja ninafuta. Chochote wamefanya ninakuja kwa sababu they were on a mission, and that is what is happening in your life. There are people, there are demons positioned to make sure whatever you do today, they have to come and disorganize it. Wherever you go, they have to come. Wanafuta. Ukimove wanafuta. Ukimove wanafuta. Maana hawataki information yako iandikike. That is why you have facing these challenges. And that's why I told you, you must sit under a foundation that nobody can be able to shake. You must sit under spiritual father who will take care of you. You must sit under spiritual father who will nourish you, who will make you succeed from one level to another level. It would be better for him if milestone were hung around his neck and he were thrown into the sea than that he should offend one of the little ones. Remember, it would be better. Oh, heroge the igigo. Manita modosio. It would be better afungwe. Maana wakati Paulo na Sila walikuwa kwa kienda, huyu mama alikuwa akifuta maandishi yao. Maneno yote walifanya, huyu mama alikuwa anafuta, anaharibu. Kwa nini? Ndio kusije kukajulikana watu wa Mungu. Ndio asije akajulikana yeye ni nabii wa uongo. Lakini walipofika mahali, this man was offended, Paulo na Sila. Venye waliona kamama kamekuwa persistent, kana wafuata, wakakasirika. And the Bible says, and Paul and Sila became offended. Na alipokuwa offended, what happened? He jumped and cast the demons ambazo zilikuwa ndani ya huyu mama out. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati aling'oa hizi demon, akasema zitoke in the mighty name of Jesus Christ, zikaondoka. Wenye mama huyu wakatokea. Meaning, in every move of your life, whatever you are seeing is not a problem.
The challenge you are facing today is not a problem. The place you are at today is not a problem. The problem is behind. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona ubwa wachana nayo, is not a problem. Mwenye ubwa ako. Paulo na Sila wakatoa demon, wakang'oa, zikatoka kwa huyu mama, akang'olewa, akakuwa sasa fresh. Wenye mademon wakatokelezea, wakakamata Paulo na Sila, wakawekwa ndani ya korokoro. Immediately, when you are fighting this battle of being offended, when you are fighting this battle, many things will come, because there are things, there are powers behind what made you to be angry. Ukiona nimekasirika, si Karo amefanya nikasirike, kuna power behind Karo. Karo ni mtumwa, ametumwa akuja aniprovoke ndio nikasirike, ndio nivuje ile kitu ilikuwa karibu kukuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Paulo na Sila walikamatwa, wakachikwa, wakawekwa ndani, hawakupelekwa korokoro. Nataka unielewe sasa hapo. They were not taken to prison immediately. They were captured. Instead of being taken to the police, polisi apeleke korokoro, wao walipelekwa kwenye soko. They were taken to the market. Just tell me, why will you take a person to the market? Unampeleka kwa nini? Na amefanya makosa. Because in the marketplace, that is where they traded. In the marketplace, kwenye soko kama hii ni soko ya watu mkusanyiko, that's where this is a battleground ya kupigana na mapepo na nguvu za giza. Nayo kwenye soko zile za siku hizo, hapo ndio mapepo yaliuziwa, mapepo yalizungumziwa, mikataba yote ilipangiwa kwenye soko. Kwa hivyo waliwapeleka Paulo na Sila, alipelekwa kwenye source ya power ile wamefukuza, ndio waende wakadeal na source. Kushikwa, walishikwa na maagenti, lakini walipelekwa kwenye soko. Nikiwa wagotile doko tareke. Yes, todo doko goma shikara ka doko ile. Wale wanauza na maduba, wanauza na uchawi, wanauza na uganga, wanafanya biashara. Kila mahali kuna biashara, kuna mapepo ambayo yanatumika kufanya ile biashara. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiwa pale, wale watu wa soko wakawaambiwa nyoroseni mtu, wakapigana na yeye, wakampiga, kisha baada ya kumpiga magistrate akaitwa. You can see the process. The process is one triggering the other one because of the offense. What? Because of what? The offense. Ile alikasirika, akasema huyu mama anatufuata akiyotuzungumzia marakara. One challenge triggered another one. Walipigwa kichapo cha mbwa, kisha wakafungwa, wakawekwa ndani ya korokoro, wakapelekwa kwenye soko. Walipopelekwa kwenye soko, the magistrate, I want to show the chain of the forces you are fighting. The chain zinakujanga aje. Magistrate akakuja, wakasomewa mashtaka, hakukuwa na kesi. Magistrate akasema wafungiwe, maana the magistrate is part of the demons. So wewe unafikiria umemaliza battle moja, na ndio nawaambianga tukianza process mvumilie tumalize. Maana nitakupeleka, hawa wamekushika, walimshika, wakawapeleka kwenye soko ikawatandika, magistrate akaitwa, magistrate naye akasema wafungwa ndani ya korokoro. It is a chain and you have to move, unlocking one chain after the other one. So being a Christian does not disqualify you from facing the challenges of life. Being a prophet of God does not mean that you are not going to face the challenges. Being a son of God, called a son of God, man of God, does not disqualify you from the challenges of life. Some of us, wakati kumechacha, tunaingia kwenye process ya shetani na tunaanza kumsifu shetani. The devil is a liar. Whenever you say the devil is a liar, you have gotten into the process of the devil. You don't mention him. You don't mention that beach. Because when you mention that beach, because most of the time Christians, they mention the devil more times than God himself. When you mention him the more time, that was the intention. Intention yake ni akuwe popular. Kile kitu una mention mara mingi, you are part of it.
Devil is a liar. Shetani ishidwe. Pepo. Because you are part of that family. When you are praying and you don't fear, you don't feel the presence of God alongside you. You don't feel cold wherever you are. You don't feel the powers. You feel, yani uko hapa mnaabudu lakini you are right. It means you have not shaken the foundation. When they worshipped, when they prayed, when they gathered, wakaendelea kuomba, what happened? Waliendelea kuomba. Msingi wa jela ukatikisika. Wakati earthquake ilikuja, an earthquake does not come to only one region. The earthquake ikiingia Nairobi, itatikisa Nairobi yoyote. Mahali pote Nairobi, mutasikia Nairobi ilitikiswa. Wakati ilitikiswa kwa sababu ya jela na ni kwa sababu ya watu wawili. Bwana Yesu sana. Ask yourself, will I ever be like Paul that I can shake the entire city? Because of my presence, because of my God's presence. Nairobi inaweza kutikizwa kwa sababu yako. Hello. Bwana Yesu sana. Because of Paul and Silas, the earthquake came. And it was meant to come and make sure that the chains, the foundation ni ile misingi iko katika maisha yako. The foundation ni uchawi ulio katika maisha yako. The foundation ni wale wazazi wako ambao walikuwa waganga. The foundation ni misingi ambayo imekuwa kwenye familia. And this is why the earthquake had to come to shake. Wakati sasa unafikiria uko na Mungu, unatembea na Mungu, ndio mambo inakuinukia. Mambo ikitoka pande hii unasikia imekuja pande hii. Ikitoka pande hii unasikia hii inatoka pande hii. Ikitoka pande hii unasikia kile. Yaani mpaka unashindwa, what kind of a Christianity is this? They have all run away from me. They don't want me. Hawanipendi. Kazi imeanguka, biashara zimeanguka. Watoto wangu ndio hawa hata wasomi. Hapana. Hakuna kitu kibaya kimefanyika. Watoto wako ulikuwa umewasomesha na umewainua katika msingi wa shetani, na msingi huo umebomoka. Biashara zako ulikuwa umezianzisha kwenye msingi wa kishetani, na msingi ndio umebomoka. That is why watoto wamefukuzwa. Unaenda kwa Jinga Primary School kuwapeleka huko, maana school fees ni kidogo. God will begin with you from scratch, not from the level you are when you are building. Wakati nilikuwa Mungike, nilikuwa na magari ya kifahari makubwa ambayo ni pesa ya kunyang'anya watu nilinunua nazo. Wakati niliokoka, hawakuniguza. Let me show you when the destiny comes. Wakati niliokoka hawakuniguza. Hata walinipigia makofi. Nikakaa. Wakati nilienda kumwagiliwa mafuta na Harrison Ng'ang'a, the day nilimwagiliwa mafuta, ndio walichoma gari zangu, ndio walichoma nyumba yangu, because I defied the territorial powers that stops you from your destiny. Because my destiny was to come and preach the word of God. So wakati niliokoka nikae kule back bench, they will not touch you. Because you still belong to them. They have restricted you from getting out where you are. They have restricted you from becoming, because they know you are a pastor but umekaa chini. They have no problem with you until the day you touch where you are supposed to be. Until the day nilimwagiliwa mafuta, that is when now things were separated and the war began. Immediately nikitoka pale City Hall, nikaambiwa gari 7 zimechomwa. Ilichomwa ikakuwa jivu. Maana nilikuwa nimejenga kwa misingi ya shetani. Nilikuwa nimejenga kwa misingi ya uabudu wa shetani. So hakuna jinsi Mungu angechukua huo msingi au ufanye ukue msingi wake. Maana God is a God. Is a jealous what? Is a jealous God. He will never share his glory with anything. So lazima msingi huo ubomolewe. Na wakati nilimwagiliwa mafuta, ndio nilitenganishwa na msingi wa shetani. Wakati bado nilikuwa nimeokoka, sikuwa nimetenganishwa na msingi wa shetani. Bado nilikuwa na wao. So they had not seen danger. They had not seen like ninavuka. Walikuwa najua tu haka kanarudi. Lakini wakati waliona nimemwagiliwa mafuta, ndio wakajua tumetenganishwa. Kwa hivyo they came for their properties. Bwana Yesu sana. They came for their properties and they took everything.
Niliwachwa hivyo. Hapo ndio nilijua, hapo ndio niliregret. If there is a time I ever regretted becoming a Christian, that was the day. If there is a time I regretted, alafu sasa kule nimerushwa nje na huko sasa nimerushwa nje. Sasa hakuna mahali pa kutembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Polisi ndio hao bado hawajaniamini. Makanisa hawajaniamini. Watu wa jamii hakuna mtu alitaka kuniamini. Then I was isolated and left alone to walk alone. That is the time that when God is dealing with you. Kama haujafika wakati wa kutembea peke yako, then God is not yet dealing with you. Because you have to be taken for segregation. That is what the Bible says. Before you were born, I knew you and set you apart. Where is being set apart? You are set apart to be alone, not to be with anybody else. You are set apart to be alone and walk this journey alone. Nobody to consult, nobody to walk with, nobody to stand with you, nobody to be anywhere near you. Then you will walk alone so that God can teach you his own ways. That is the reason God is wanting to walk alone. It's because he wants to teach you. He wants your total obedience and total audience. He wants to hear you alone and walk with you alone, that nobody else is around you. Hapo ndio unaonaga dunia imefika mwisho mami. Ndio unaonaga kila kitu dunia imefika mwisho. Kwa sababu gani? Because God is dealing with you. He is modeling, anatengeneza kile kitu chake, kile anataka, kile chombo alitaka kutengeneza. That vessel that he wanted to use. That vessel that he had purpose. This is the vessel I want to use. Now this is the time he is modeling you. Na unajua kumodeliwa ile vessel, anavuja ile vessel ya kwanza. Ni nyogo inavujwa. Mpaka wakati mmoja nikaiba kale kaibo kanani. Kanasema de nyaine kidako hutia karoli. Yani nilitamania kuuza kakamba. Nilitamania kufika huko. Maana things were not working. Nothing was working. Paulo na Sila wakiwa ndani wakaomba mpaka milango ya gereza ikafunguka. Maana misingi ambayo imekamata wewe, misingi ya wachawi lazima uitengeze, misingi ya waganga lazima itikisike, misingi ya wizi lazima itikisike, misingi iliyokukamata lazima ianguke. Kila kitu ambacho kimecontrol maisha yako kutoka kwa shetani lazima kitingizwe. So once you get process one process will lead to another process. Mwambie wenzako, do not be offended. Offense will lead to you jail. Paulo walienda jela because of offense. They were offended. They tried to fight for God. You don't fight for God. God will do it for you. God will win every battle against your life.